Mpenzi mtazamaji, karibu sana kwenye Sky Cable TV Kenya. Sky Cable TV Kenya is a go-to channel for a message of hope and encouragement. Mwathani arogoshwo haria hothe uranjirorera ndi guku mitambo-ini ya Sky Cable TV ngithie na mbere na morutani ma kiugo kia Ngai. Subscribe now to our channel to start enjoying our wide range of amazing content. Subscribe now and start enjoying spiritual nourishment from pastors and bishops. Subscribe and start enjoying eye-opening counseling on marriage and relationships. Subscribe and start enjoying beautiful music. Subscribe and start enjoying some rib-cracking comedy and more. Supreme Court. Na njukite guku ni undu wa kwenda kuumiriria ngoro cia andu aria magikorwo moritwo ni hinya mahote gucokwo ni thayu na mahote guthie na mbere na muturire na kwaria ni kwendana na kuo kwendana niguo thayu ri koguo nikio tuoka ringi nigetha tuheane uhoro sararuko tutikuhitha tukwaria uria Ngai atwirite na tutiukite hi nigetha tukuonererie we uria ui na uria tui riu tuokire kiondo-ini kimwe maundu magacire na moke wega ni tondu Ngai witu ni atutuma. Ageni ne mogeithio, ageni ne mogeithio, ne mogeithio, ageni ne mogeithio, ne mogeithio, ageni ne mogeithio, ageni ne mogeithio, ne mogeithio, ageni ne mogeithio, ne mogeithio. We also offer the following services: wedding coverage, photography, videography, advertisement, production, branding and design, events coverage, and send-off coverage. And here is our contact info. Thanks for watching. Share this video and subscribe now to our channel. Hallelujah. Thank you Jesus. Mtazamaji wangu, kwa majina yangu naitwa Alfred Waweru kutoka kanisa la Emmanuel Worship Ministry, na nimekushika ugeni katika hii mitambo ya Sky Cable TV. Mungu wetu akakubariki, Mungu wetu akakuinue. Ningetaka nikaanzilie kwa njia ya maombi na Mungu atakubariki. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru na kutukuza. Asante kwa sababu ya wema, rehema, fadhili zako Bwana. Asante kwa sababu ya siku ya leo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tuko mahali hapa. Jehova Mungu, tunaomba kwamba Mungu ukaweze kuwa pamoja nasi. Nimealika uwepo wako Bwana. Baba, ukabariki mtazamaji wangu mahali popote alipo katika jina la Yesu Kristo. Ninapoashiria hili neno, Baba, mkate ambao ni wa uzima, ninanena maisha ya mtu ambaye ananitazama ikaweze kubadilika katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Baba, nimetangazia maisha yake Bwana ya mtu ambaye ananitazama ya kwamba anaenda kubadilika katika jina la Yesu Kristo. Ukawabariki, ukawainua Bwana, na ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na hata kuamini. Asante mtazamaji wangu, nimekushika ugeni tena. Tumepoteana kwa siku mingi, lakini sasa nimerudi. Mungu wetu akawabariki kwa sababu ya ule upendo ambao mko nao juu ya Sky Cable TV. So may God bless you. Na siku ya leo ningependa nikaweza kunena kuhusu talent. Na sijui kama unajua talanta ni nini, na ninaamini ya kwamba hakuna mtu ambaye hana talanta. Kila mtu ako na talanta, na talanta zinakuwaga mingi, na talanta kuna aina mingi ambayo ni ya talanta. So talanta naweza sema ya kwamba ni kama zawadi. It is gift. Kwa kizungu ni gift. Ni kama zawadi. Na wakati ambapo tunanena kuhusu talanta, hizi nakuwaga ni nguvu ambazo Mungu hupeana ili tukaweze kufanya kazi yake. So kila mtu, that's why unaona kuna zile ministry 5, na katika zile ministry 5 unapata kwamba kila mtu kuna kile kipaji ama ile talanta ambayo amepatiwa. Na
kuna kitu kingine ambao ningetaka ujue ya kwamba kila mtu anapeangwa kulingana na ule uwezo ambao ako nao. Hakuna mtu ambao upatiwa beyond. Kwa hivyo lazima upatiwe zile talanta ambazo tuko nazo, tumepatiwa kulingana na ule uwezo ambao tuko nayo wa kufanya hiyo kazi ya Mungu. Na ningependa tukaanzilie kuangalia katika kitabu cha Mathayo 25 na Mungu wetu atatubariki. Mathayo 25 tuanzilie 14 ndio tukaelewe zaidi kuhusu talanta. 25:14 Biblia inasema hivi ya kwamba itakuwa kama mtu mmoja aliyetaka kusafiri ng'ambo, aliwaita watumishi wake, akawakabidhi mali yake, alimpa kila mmoja kadri ya uwezo wake. Mmoja sarafu 5 za fedha ziitwazo talanta, mwingine talanta 2 na mwingine talanta 1. Kisha akasafiri. 16 Mara yule aliyekabidhiwa talanta 5 akafanya kazi nazo, akapata faida talanta 5. Hali kadhalika na yule aliyekabidhiwa talanta 2 akapata faida talanta 2. Lakini yule aliyekabidhiwa talanta 1 akaenda akashiba shimo ardhini, akaifisha fedha ya bwana wake. Tukiangalia pale wapatiwa mfano wa watumishi ambao walikuwa wamepatiwa talanta, na tunaona kila mmoja vile ambavyo alifanyisha ile talanta yake kazi. Na ukiangalia pale Biblia inasema ya kwamba huyu ni mtu mmoja ambaye alikuwa anataka kusafiri, na lakini akawaita wale watumishi wake, akawaashia kila mtu talanta. Tumeona pale kuna mtu ambaye aliashiwa talanta 5, mwingine akaashiwa talanta zingine 3, mwingine akaashiwa 1. Na tunaona kwamba ule mwenye aliashiwa 5 wakati ambapo alirudi alipata kama ako na zingine 5. Ule naye alikuwa amewaashiwa hizi zingine ambazo tunasikia ni 2, na yeye akakuwa amefanya nini? Lakini tunaona ule ambaye aliashiwa 1 ya kwamba hakufanya nini. So mimi nimekuja kukwambia kwamba kila mtu amepatiwa talanta, na mimi sijui vile ambavyo wewe unafanyisha talanta yako kazi. Na ningekuomba siku ya leo tusikue kama huyu mmoja. Maandiko yanasema ya kwamba baada ya muda mrefu pale 19 yule bwana alirudi, akaanza kukagua hesabu ya matumizi na mapato ya fedha yake. Mtumishi aliyekabidhiwa talanta 5 akaja ameshukua zile talanta 5 faida. Angalia, huyu ni mtu ambaye alimake profit kupitia ile talanta ambayo alikuwa amepatiwa 5, alikuwa amemake profit ya zingine 5. Na hapa ndipo watu wa Mungu ambao tunapotea ya kwamba kila mtu amepatiwa. Kama wewe ni nabii, lazima ujue kwamba hiyo ni talanta ambayo Mungu amekupatia. Na tunaona pale ya kwamba wakati ambapo Yesu Kristo atarudi hapa kunyakua watu, utakuwa na shida sana, kwa sababu mtu atalipa kulingana na vile ambavyo amefanyisha talanta yake kazi. Kama wewe ni muibaji, kama utakuwa umefanyisha ile talanta yako kazi, ujue kwamba hakuna mshahara. Maandiko yanasema kwamba baada ya muda mrefu akarudi, lakini yule mwenye alikuwa amepatiwa talanta za 5 alikuwa akona faida ama amemake profit ya zingine 5. Na tunaona pale maandiko yanasema ya kwamba wakati ambapo mtumishi alirudi alikabidhiwa talanta 5, akaja amechukua zile 5 talanta 5 faida. Akamwambia, Bwana, ulinikabidhi talanta 5, hapa pana talanta 5 zaidi faida niliyopata. Bwana wake akamwambia, vyema mtumishi mwema na mwaminifu. Na hapo ndipo wengi wanapotelea, ni kwa sababu sisi sio waaminifu kwa zile talanta ambazo Mungu ametupatia. Unapata kwamba ile kazi ambayo tunastahili kufanya sio ile ambayo tuna zile talanta ambazo tumepatiwa, ile kazi ambazo tunafanyisha sio ile kazi ambayo tunastahili kufanyisha. Ukiangalia huyu wakati ambapo alirudisha talanta zingine juu, maandiko yanasema kwamba mtumishi wake akamwambia, mtumishi mwema na mwaminifu, umekuwa mwaminifu katika mambo madogo, nitakukabidhi makubwa, njoo ufurahi pamoja na bwana wako. Angalia, bwana wake anamwambia mtumishi mwema, mtumishi ambaye ni mwaminifu. Kwa hivyo wakati ambapo umekosa kufanyisha talanta ambayo Mungu amekupatia kazi, ujue kitu ya kwanza, wewe sio mwaminifu. So ikifika ni mambo na uaminifu, lazima uaminike. Hata kama umepatiwa hiyo talanta dogo na unataka ile talanta kubwa, lazima kwanza uaminike na hiyo dogo. Hata katika mambo la kutoa, lazima uaminike na hiyo kidogo ambao Mungu amekupatia, ili akaweza kukuaminia mingi. Hivyo ndivyo Biblia inasema, na hapo ndipo sisi unapata kwamba
watu wengi wanapotelea. Na maandiko katika Hosea 4:6 inasemaga kwamba watu wangu hupotea kwa sababu ya kukosa maarifa. Kwa hivyo mimi nimekuja kukwambia kwamba ile talanta ambayo Mungu amekupatia ifanyishe kazi. Tuko mahali hapa katika Sky Cable TV ili tukaweze kufanyisha zile talanta zetu kazi. Na that's why tunataka tuhakikishe kwamba tumefikia kila mtu. Ya kwamba hautawahi sema ya kwamba ati haukufikiwa na huu ujumbe. That's why nimekuja kukwambia kwamba lazima ujue ni talanta ya gani ambayo umepatiwa siku ya leo ili ukaweze kuifanyisha kazi katika jina la Yesu Kristo. Utakapokubali kufanyisha ile talanta ambayo uko nayo kazi, Mungu wetu ataenda kukuinua. Utakuwa mwaminifu, Mungu atakuaminia. Unajua kuna watu wengi ambao wanatamani mambo makubwa. Kuna watu ambao wanatamani kuenda bahari. Kuna mtu ambaye anaweza kaenda bahari kupitia ile talanta ambayo umepatiwa. Lakini shida yetu ni ya kwamba hatutaki kufanyisha zile talanta ambazo tumepatiwa kazi. Kwa hivyo nikwambia ya kwamba ukubali kufanyisha ile talanta ambayo uko nayo kazi. Kuna mtu ambaye anafaa kutajirika na kuna wengi ambao wametajirika na talanta za watu wengine, kwa sababu pengine wewe ulizinzia ukakosa kufanyisha ile talanta ambayo Mungu amekupatia kazi. Kwa hivyo nimekuja kukuambia siku ya leo ya kwamba ukubali ile talanta kidogo ambayo umepatiwa kazi, umepatiwa na huyu Mungu, uifanyishe kazi, kwa sababu wakati wa mwisho talanta itakapoilia, ujue utapeana hesabu ya ile kazi yote ambayo ulifanya hapa ulimwenguni. Na hakuna mtu ambaye alikuja hapa kimakosa. Kila mtu ambaye ako hai siku ya leo ako na kusudi. Mungu wako na kusudi juu ya maisha yako. Kuna yale ambayo Mungu anataka ukaweza kuyafanya. Kwa hivyo nimekuja kukwambia kwamba ni vizuri tukaanze kufanyisha talanta zetu kazi. Biblia inasema ya kwamba wakati ambapo ule wa kwanza alienda kapeana talanta zingine 5, tumeona vile ambavyo aliambiwa ya kwamba mtumishi ambao ni mwema, na tukaona pale Biblia inasema ya kwamba na mtumishi ambaye ni mwaminifu. Huyo mwingine maandiko yanasema ya kwamba 22, mtumishi aliyekabidhiwa talanta 2 akaja akatoa talanta 2 faida, akisema, Bwana, ulinikabidhi talanta 2, chukua talanta 2 zaidi faida niliyopata. Angalia hawa watu wawili. Huyu wa talanta 5 alienda kafanya faida ya zingine 5. Huyu na yeye alipatiwa 2 akaenda kafanya talanta ya zingine 2. Sasa nataka tuangalie ule ambaye alipatiwa talanta 1. 24. Maandiko yanasema ya kwamba 24, lakini yule aliyekabidhiwa talanta 1 akaja akasema, Bwana, najua wewe ni mtu mgumu. Wewe ufuna pale ambapo hukupanda na kukusanya pale ambapo hukutawanya. Niliogopa nikaifisha fedha yako katika ardhi, chukua basi mali yako. Bwana wake akamwambia, wewe ni mtumishi mwovu na mwivu. Unajua kuwa mimi ufuna mahali ambapo sikupanda na ukusanya pale ambapo sikutawanya. Ilikupasa basi ukaiweke fedha yangu katika benki, nami ningelichukua mtaji wangu na faida yake. Basi mnyang'anyeni hiyo fedha, mkampe yule mwenye talanta 10, maana aliye na kitu atapewa na kuzidishiwa, lakini yule asiye na kitu, hata kile alicho nacho kitashukuliwa. Na kuhusu huyu mtumishi asiye na faida, mtupeni nje gizani, huko kutakuwa na kilio na kusaga meno. Angalia, kuna watu leo wameshahukumiwa kwa sababu ya yale mambo ambayo wanastahili kufanya na wafanyi. Angalia, huyu mtu ambaye alipatiwa talanta 1 hakuenda kuifanyisha talanta hiyo kazi. So wakati ambapo bwana yake alirudi, alimwambia maneno, akamwambia kwamba, kumbuka wewe ni mtu ambaye ni mbaya, mtu ambaye hutaka kufuna mahali ambapo hukupanda. Instead ya kumwambia kwamba mimi nimekuja na talanta nyingine 1, anaenda kumuongelesha kwa ile njia ambayo haifai. Kama vile watu waga wanalalamikia Mungu, kimwambia kwamba mimi Mungu, angalia, sikuwa nimekuomba hiki kipaji, ni mara ngapi wewe ambaye unanitazama umeshawahi sema ya kwamba mimi Mungu sikuwa nataka hiki kipawa ambacho cha unabii, mimi sikuwa nataka. Unaona? Na hiyo ndivyo ilivyo. Wewe unafananishwa na kama huyu mtu ambaye alikuwa amepatiwa talanta 1. Biblia inasema ya kwamba huyu mtu wakati ambapo bwana yake alirudi, alienda akamwambia nini? Tumeona vile ambavyo alimwambia pale. Akamwambia kwamba Bwana, najua wewe ni mtu mgumu. Wewe ufuna pale ambapo hukupanda na kukusanya pale ambapo hukufanya nini? Hukutapanya. Maandiko yanasema kwamba hukutawanya. Akamwambia nini? Akamwambia kwamba niliogopa nikaifisha fedha. Na hivyo ndivyo wengi walivyo. Kuna watu ambao wamefisha zile talanta ambazo wako nazo.
wengine sijui kama ni vita wanaogopa, wengine sijui ni nini, lakini wewe ambaye ufanyishi ile talanta ambayo Mungu amekupatia kazi, ujue ya kwamba unakaa kama huyu mtu ambaye aliogopa akaenda kafisha, lakini wakati ambapo bwana yake alirudi hangeweza kuridhishwa, hangeweza kufurahishwa na huyu mtu. Kwa nini? Kwa sababu instead kupeleka ile talanta kwa banki ili ikaweza kuwa na faida, alienda akashiba mahali akafisha ile talanta. Maandiko yanasema kwamba wakati ambapo huyu bwana alirudi, alisema nini? Alimwambia kwamba wewe ni mtumishi mwovu na mwivu. Kwa hivyo wewe ambaye ufanyishi talanta yako kazi, unafananishwa na mtu ambaye ni mwovu na mtu ambaye ni mwivu. Uko na wivu. Yani inamaanisha kwamba mtu ambaye ni mwovu, mtu ambaye anatenda mambo mabaya, kwa sababu uko hapa ili ukafanya yale ambayo unafanya. Uko hapa kwa sababu ya kusudi ya Mungu. Kuna yale mambo ambayo Mungu anataka ukaweza kufanya. That's why anaitwa mtu ambaye ni mwovu. Kwa hivyo unaonekana kama unatenda vibaya wakati ambapo haufanyishi ile talanta ambayo Mungu alikupatia kazi. Na neno la Mungu linasema kwamba na mtu ambaye ni mwenye wivu. Angalia, unafananishwa na ule mtu ambaye ni mtu ambaye anakuaga na wivu. Wacha nikwambie, hakuna kitu kibaya kama kuitwa mtu ambaye ako na wivu. Angalia, Biblia inasema ya kwamba hata anakuaga mbaya kuliko mpaka mshawi. Mtu ambaye ni mwenye wivu, na huyo mtu aendeleagi. Kwa hivyo wewe unafananishwa na mtu ambaye hawezi akaendelea. Na Biblia inasema ya kwamba Biblia inasema kwamba unajua kuwa mimi uvuna mahali ambapo sikupanda na ukusanya pale ambapo sikutawanya. Ilikupasa basi kuiweka fedha yangu katika benki, nami ningelichukua mtaji wangu na faida yake. Basi mnyang'anyeni. Kwa hivyo sikiliza nikwambie, wewe ambaye uko na talanta na ufanyishi kazi, kuna wakati ambapo utafika, wakati ambapo ni wa mwisho, parapanda tarumbeta itakapolia. Na wacha nikwambie, ile kitu ambayo itafanyika, wewe ni kunyang'anywa, utanyang'anywa kisha ukaweza kuhukumiwa. Na mimi nikitaka kuambia my brother, my sister, kuna ile wimbo ambao tulikuwa tunaimba ya kwamba oh, when the saint go mashini, oh Lord, I pray, I want to be among the number. So kama unataka kukua katika wakati ambapo wale watakatifu watakuwa nakusanyika pale, ningekuomba fanyisha ile talanta, kwa sababu ni kupitia talanta ambayo utaweza kurithi. Hakuna maandiko yanasema kwamba tazama naja upesi na nimeshika ujira kulipa mtu kulingana na ile kazi ambayo anaifanya. So ujue ile talanta ile ambayo umepatiwa, kama utaifanyisha kazi utalipwa, lakini kama talanta yako utakuwa umefanyisha kazi hautalipwa chochote. So Biblia inasema kwamba huyu mtu akahukumiwa. Maandiko yanasema kwamba ati naye bwana wake akamwambia kwamba na kuhusu huyu mtumishi asiye na faida, mtupeni nje gizani. Kuna watu ambao wako na vipawa, wako na talanta ambazo ni tofauti, ambazo ni mbalimbali na wafanyishi kazi. Sikiza nikwambie, maandiko yanasema kwamba akasema kuhusu huyu mtu ambaye hana faida. Kwa hivyo kama wewe hauna faida, ile talanta ambayo uko nayo hauifanyishi kazi, wewe hauna faida katika ufalme wa Mungu. Sikiliza nikwambia ile kitu ambayo itakufanyikia. Maandiko yanasema ya kwamba utatupwa nje gizani, na huko kutakuwa na kilio na kusaga meno. Nakumbuka huko ni jehanamu. Maandiko yanasema ya kwamba already wewe umeshahukumiwa. Wewe ambaye haufanyishi ile talanta ambayo uko nayo kazi, ujue already umeshafanya nini? Umeshahukumiwa. My brother, my sister, mimi usema hivi ya kwamba hapa sisi ni wapita njia, na hakuna mtu ambaye ataishi miaka yake yote hapa, na hakuna mtu ambaye anajuaga mambo na kesho. Mimi ningekwambia wewe ambaye ni nabii, ulitoka kanisani pengine kuliinuka vita, mimi nataka nikwambia kwamba shetani lazima apigane na ile kipawa ambacho uko nacho. So lazima ugundue ya kwamba hiyo ni kazi ya ule mwovu shetani. Na ningetaka ukaweza kujua na kuelewa ya kwamba kama kuna kitu ambacho Mungu anapenda, ni wewe ukaweza kufanyisha ile talanta ambayo uko nayo kazi. Na wale ambao ni waibaji, kiangalia kama kitabu kulikuwa na waibaji ambao walikuwa wameimba nyimbo mzuri sana. Na mimi upenda mpaka mmoja ambaye ni hapa anaitwa Rose Praise, na ninamwambia Mungu akampeleke bahari. Hiyo wimbo ambayo inasemaga kwamba ndokala kale dala adhimu. So ningetaka niwaambia kwamba kuna watu ambao wamepatiwa vipawa mbalimbali, talanta ambazo ni mbalimbali, na nikitaka niwatie nguvu ya kwamba usishoke hata kama changamoto ni mingi. Nimekuja kukwambia kwamba usishoke, ni kwa sababu hapa duniani unaweza kosa kufuna, lakini utakapofika mbinguni utafuna kulingana na vile ambavyo utakuwa umefanyisha kile kipawa ama talanta kazi. Kwa hivyo nimekuja kukwambia kwamba jipe nguvu, usijalishwe na changamoto. Changamoto lazima zikue, lakini sio kumaanisha kwamba
kwa sababu kuna changamoto ya kwamba utafika mahali ambao Mungu anataka ukaweza kufika. Na mimi ninawaombea sana wewe ambao uko na talanta na unatamani sana kuifanyisha kazi, na kuombea siku ya leo ya kwamba Mungu akakuinue, Mungu akakupeleke mahali katika jina la Yesu Kristo. Na nimekuja kukwambia kwamba usikufe moyo. Maandiko yanasema ya kwamba maono, pengine kuna vile ambavyo ulikuwa na maono ya mahali ambapo ulikuwa unatamania ama kutarajia kufika, lakini haukufikia pale. Nimekuja kukuambia hivi, hata kama unaweza kuona kwamba umekaa katika kiwango kimoja kwa muda mrefu, nimekuja kukuambia kwamba maono hata kama itakawia, lazima itatimia, hautanyimwa. Maono yako lazima itatimia. So haijalishi ni kina nani ambao wanakuinukia ili hiyo talanta usikaifanyisha kazi, ili usikaende bali, lakini nimekuja kukuambia kwamba kuna Mungu juu mbinguni ambaye atakufikisha mahali ambapo alikuwa amekupangia ukaweza kufika katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa hivyo usikose kufanyisha talanta yako kazi. Usijalishwe na watu vile ambavyo wanakuona, usijalishwe na vile watu ambavyo wanakunena. Ni kwa sababu kuna Mungu juu mbinguni, na vile wanadamu wananena sio vile mbingu inanena. Inaweza onekana kama hapa haufanyi kazi mzuri, lakini juu mbinguni inatambulikana kupitia ile kazi ambayo unafanya. Kwa hivyo nimekuja kuweka nguvu ya kwamba endelea kufanyisha talanta yako kazi. Na nimesema ya kwamba talanta ni ile kipawa ama ile zawadi ambayo ulipatiwa, ni ile gift ambayo uko nayo. Hata kama ni hiyo ya kunena kwa dimi, nena na hizo dimi, ambia watu vile ambavyo Roho wa Mungu anataka ukaweza kunena. Na nimesema ya kwamba mtu hupewa kulingana na ule uweza ambao wako nao. Huwezi ukapatiwa gift kama hauna uweza wa ku-maintain ama kufanyisha ile gift kazi. Kwa hivyo lazima ujue ya kwamba ile talanta ambayo Mungu amekupea akijua kwamba uko na uweza. You have that capability. So sikiliza nikwambie, na nikasema ya kwamba kila mtu hupewa kulingana na ule uweza ambao uko nayo. Kwa hivyo hiyo gift yako, kuna watu ambao wako na gift ambazo ni tofauti. Kuna mtu ambaye ni mwanabiashara, anafanyaga biashara ambazo hata ni international. Fanya hiyo biashara. Na unapofanya hiyo biashara, kama Mungu amekupea mpaka hiyo kipaji cha kutoa, toa. Usikose kutoa kwa sababu watu wananena, hapana. Ni kwa sababu Mungu ufuatilia neno lake. Neno la Mungu linasema kwamba hakuna neno la Mungu ambalo litokalo katika kinywa cha Mungu ambalo umrudia bure kabla halijatenda ama kutimiza ile kazi. Kwa hivyo kila neno ambalo Mungu amenena lazima likafanye kazi. Na Mungu unena ili hilo neno lake likaweza kufanya kazi. Sikiliza nikwambie. Na Biblia inasema ya kwamba ule mtu ambaye hakufanyisha kazi, Biblia inasema ya kwamba huyo mtu ikakuwa ya kwamba alihukumiwa. Mimi singependa uhukumiwe. Useme hauko unajua. Kuna watu pengine nasema ya kwamba mchungaji, mimi sijaelewa. Mtumishi wa Mungu, mimi niko na kipawa ama niko na talanta aina gani? Na ni vizuri uende katika nyumba ya Mungu, ujitoe pale. Kisha jitoa pale, ule mtumishi wako ama baba wako wa kiroho atakuelezea wewe ni pengine ni intercessor, wewe ni nabii, wewe ni mtumishi, naye akulee ukaweza kufikia wapi? Ukaweza kufikia mahali ambapo Mungu anataka ukaweza kufanya nini kufika. Na wewe ukifika pale usijiinue. Enda ufanye kazi ya Mungu, fanyisha kile kipawa kazi, na Mungu wetu atakubariki. Kama wewe unaonaga maono, endelea kuomba zaidi. Mungu akufugue zaidi, akufunulie yale ambayo yako siri. Na wewe ukifunuliwa, ujue kazi yako ni kuomba, na kama ni umetumwa mahali, enda uwaelezee kama vile ambavyo Mungu amekufanya nini. Tuache kuongezea, usiende kuongezea mambo ambayo haiko. Kwa sababu bado hiyo utahukumiwa. Wakati ambapo atakuja kukulipa, bado utahukumiwa kwamba mimi siku fulani sikukutuma uende ukaambia watu wangu hivi, lakini wakati ambapo ulienda ukawaambia hivi na hivi na hivi. Kwa hivyo nimekuja kuambia kwamba ni vizuri siku ya leo ukaweza kufanyisha talanta ile ambayo uko nayo kazi, na usishoke na kufanyisha hiyo talanta kazi, na Mungu wetu atakubariki. Ningetaka tuangalie neno lingine ambao iko katika kitabu barua ya pili ya Yohana, 2 John, hapo tu mlango wa kwanza mstari wa 8. Kitabu cha Yohana wa kwanza 1 mstari wake wa 8. Biblia inasema hivi: basi jihadharini nyinyi wenyewe ili msije mkapoteza kile mlichokishughulikia, basi mpate tuzo lenyu kamili. Sikiliza, hii ni neno la Mungu. Biblia inatuambia kwamba tujihadhari, na mimi nakuja kukwambia kwamba ujihadhari sana. Usiwahi nyang'anywa hiyo talanta ipatiwe ule mtu ambaye anaonekana kwamba anafanyisha kazi.
Maandiko yanasema kwamba tujihadhari sana ili tusije tukapoteza kile tulichoshughulikia. Jua ya kwamba isho Mungu amekupatia, hiyo talanta ambayo Mungu amekupatia ni ile ambayo ulishughulikia. Na tunaambiwa kwamba tujihadhari sana tusipoteze hiyo talanta, lakini tukijihadhari ili tukaweze kupata tunzo, kwa sababu kuna tunzo wakati ambapo utafika. Kuna wakati ambapo utafika ukimaliza kazi yako hapa duniani, hema yako ikujwe hapa. Maandiko yanasema ya kwamba kuna ile tuzo ambayo utapatiwa. So hiyo ndio tunajaribu ya kwamba tusipoteze hiyo tuzo, lakini tukaweze kuipata. Hivyo ndivyo Biblia inasema, ikiwa kamili, ikiwa full, ya kwamba wewe ni mtumishi mwema. Hakuna kitu kizuri kama Bwana wako leo ukiondoka hapa, hema yako imekujwa, aenda kukwambia kwamba karibu hapa. Wewe mtu ambaye ni mwaminifu, mtu ambaye ni mzuri, mtu ambaye ni mwema, ulitenda mema, ulifanyisha kazi kile kipawa, ile talanta ambayo nilikuwa nimekupatia. So karibu hapa, ukae na wale watu ambao ni watakatifu, wale ambao uishi kubeba kama Ibrahimu. Waambiwe kaa hapa. Wale wasee 24 kama wewe mtakatifu, waambiwe uliweka utakatifu na ukaufanyishia kazi, kaa hapa. So ile kitu ambayo iko, mimi nimekuja kukwambia kwamba my brother, my sister, hizi ni zile nyakati ambazo ni za mwisho. Tuache ku give up. Wengi wali give up, wengi walikufa moyo, wakakaa kwa manyumba, wakasema ya kwamba hawatafanya kazi ya Mungu. Sio mtu ambaye unafanyia. Wewe ambao unanisikiliza, nimekuja kukwambia kwamba haufanyii mtumishi kazi. Usiende kanisani ili ukaweza kulipwa. Na sisemi kulipwa ni vibaya. Kama kanisa iko na uwezo ni sawa, lakini kama ile kanisa iko haina uwezo, fanya ukijua kwamba unafanyia Mungu, na utakapofanyia Mungu utaona yale mambo ambayo Mungu atafanya. Na baada ya haya, yale ambayo atakufanyia hapa ulimwenguni, baada ya haya kuna tuzo kwa sababu ya ile kazi ambayo ulifanya. Bora tu hiyo kazi ikuwe iko na matunda. Katika jina la Yesu Kristo. Mti unajulikanaga kulingana na ile matunda ambayo unazaa. Na mimi sijui wewe ambao unanitazama, unazaa matunda aina gani katika ufalme wa Mungu. Mimi sisemi katika zile biashara ambazo tunafanya, hapana. Mimi nimekuja kukuletea mambo ambayo ni ya kiroho, na nimekuja kukuuliza ni kazi gani ambayo unafanya katika nyumba ya Mungu. Usiende tu kanisa kuenda. Kuna ile kazi ambayo uliamuriwa, kuna ile talanta ambayo umepatiwa. Kuna mtu ambaye kazi yake ni kuosha kanisa. Osha kanisa mpaka ule wakati ambapo Mungu atasema ya kwamba imetosha. Usishoke kuosha, endelea na kuosha hiyo kanisa. Wewe ambaye unashikilia mtumishi katika njia ambayo ni ya maombi, endelea kumshikilia. Wewe ambaye uko pale ni kumbebea Biblia, fanya hiyo kazi. Might be ndio ile talanta. Talanta nimesema ni za aina mingi. Might be ndio talanta ambayo umepatiwa. Fanya hiyo kazi na utaona ukifanya hiyo kazi Mungu wetu hata kuaibisha. Daudi akasema kwamba nilikuwa mdogo na sasa mimi ni mkubwa, lakini sijawahi ona mtu ambaye ni mwenye haki akiwa ameashiriwa. Mungu hatawahi ashiria ule mtu ambaye ni mwaminifu kwa kufanyisha ile talanta ambayo Mungu amempatia. Kwa hivyo ukiaminika, na maandiko yanasema ya kwamba, maandiko yanasema hivi, ule mtu ambaye ako na hiyo kidogo ataongezewa, apatiwe mingi. Kwa hivyo Mungu hawezi akakuaminia hiyo talanta ambayo unataka kubwa kama hujaaminika na hiyo ambayo uko nayo kidogo. Kwa hivyo lazima kwanza uaminike na hiyo kidogo, diposa utakapoaminika na hiyo kidogo Mungu akakuaminie talanta ambayo ni kubwa. Kwa hivyo kuna watu ambao Mungu anataka kuwapeleka mbali, lakini kwanza aminika na hiyo kidogo. Hata kama ni kutoa, ikifika ni mambo na fungu la 10, wewe aminika na hiyo kidogo. Hata kama ni shilingi 10, aminika na hiyo 10. Uone kama Mungu atakupatia maelfu. Uone Mungu kama atakupatia mamilioni, kwa sababu umeaminika. Anasema ukiaminika na jambo dogo, utaaminiwa lile kubwa. Utaaminiwaje hiyo kubwa kama hujaaminika na hii dogo? Na hapo ndipo watu wa Mungu wanapotea, kwa sababu sisi tunataka mambo makubwa, ili yale ambao tuko nao hatujaaminika nayo. Tuko na vipawa lakini hatuaminiki. Kwa nini hatuaminiki? Kwa hivyo mimi nimekuja kukwambia kwamba tuaminike. Tuache kuwa watu ambao ni waofu. Tuache kuwa watu ambao tunafananishwa na wale watu ambao wako na wivu. Hautaki kuona ufalme wa Mungu kiendelea. Wewe ni wewe wa kwanza kupiga. Uko na hiyo kipawa, lakini mtumishi yoyote akisimama aanza kuhubiri, unaanza kusema kwamba mimi naweza nikahubiri kumuliko. Lakini wewe ukipatiwa nafasi hautaki kuhubiri. Hiyo ni wivu. Na hiyo ndio inasema kwamba hiyo Biblia inatuambia kwamba ule mtu ambaye alikuwa amepatiwa talanta moja akafananishwa na ule mtu ambaye ni muofu na ule mtu ambaye ni mwenye wivu. Kwa hivyo sisi tusikae hivyo. Tusifananishwe na hao watu ambao ni waofu. Tusifananishwe na hao watu ambao wako na wivu.
Mimi nikiomba ya kwamba wewe ambaye unaweza ukafanya zaidi, inuka ukafanye. Bora tu tuongezeke katika ufalme wa Mungu, na utaona yale ambao Mungu atawatendea. Kwa hivyo nimekuja kukwambia hivi, nimekuja kukwambia kwamba tukubali kuaminika. Ni kwa sababu tuzo iko, zawadi iko. Sio tu hapa, hata kama hapa unapata ile ambayo unapata, kuna zawadi nyingine ambayo wewe hujaielewa, wewe hujaifahamu. Wakati ambapo Maandiko yanasema ya kwamba wale watu ambao walikuwa 35, ule ambaye alikuwa na 2 walizawadiwa. Kwa hivyo kuna zawadi, ukitoka hapa kuna ile zawadi. Na hapo ndipo tunasemaga ya kwamba mambo ya nyumba yako kuwa imemalizika, kwa sababu ulifanya ile kazi ambao ulikuwa unastahili kufanya hapa ulimwenguni. So unapata ya kwamba wakati ambapo utaondoka hapa, utapata ya kwamba nyumba yako itakuwa imemalizika, kwa sababu ulifanya kazi mzuri. Na hakuna kitu kizuri kama siku ya leo kuambiwa kwamba ingia hapa, mtu ambaye ni mwaminifu, uliaminika na hiyo kidogo nilikuwa nimekupatia. Unaweza kosa kupatiwa hiyo kubwa ambayo unaitaka saa hii, lakini kwanza aminika na hiyo kidogo, kwa sababu hata hiyo kidogo bado kuna faida, kuna zawadi katika jina la Yesu Kristo. Ndio katika Ufunuo hii. Ndio katika Ufunuo 3. Ufunuo 3. Ndiposa nimalizie na maandiko mengine mawili na Mungu wetu atakubariki. Ndio katika Ufunuo 3:15. Ufunuo 3:15, Biblia inasema hivi. Kitabu cha Ufunuo, Kiingereza ni Revelation 3. Ufunuo 3 mstari wake wa 15-16. Biblia inasema hivi 15 na 16. Biblia inasema ya kwamba najua mambo yako yote. Najua wewe kwamba wewe si baridi wala si moto. Afadhali ungekuwa kimojawapo, baridi au moto. Basi kwa kuwa hali yako ni fugufugu, si baridi wala si moto, itakutapika. Kuna watu ambao Mungu aliwatapika kitambo. Kuna watu ambao Mungu aliwaashiria kitambo, kwa sababu wewe haukujulikana. Wakati ambao Mungu alikuleta hapa duniani, kuna ile Mungu ambao alikuwa anataka ukaweze kufanya, lakini haukufanya. Mungu akaona kwamba umekuwa fugufugu, uko katika mambo ambayo ni ya dunia. Kuna watu ambao wako bado katika hiyo mambo ambayo ni ya dunia, na anafaa kuwa watumishi wa Mungu. Mungu aliwatapika kitambo, kama huku umeelezewa ujue. Hivyo ndivyo Biblia inatuambia katika kitabu cha Ufunuo 22:15-16. Biblia inasema ya kwamba wengine wetu wakakuja wakaletwa hapa wakakuwa fugufugu, lakini bado kuna wakati, kama huja kufa uko uhai na unanisikiliza, bado kuna wakati wako wa kurejelea kwa ule upendo ambao ulikuwa wa kwanza. Katika jina la Yesu Kristo nimekuomba ya kwamba usikubali maisha yakaendelee, usikubali ya kwamba ukaendelee ukiwa katika hiyo hali. Kubali kubadilika, rudi katika njia za Mungu. Ukirudi katika njia za Mungu, Maandiko yanasema kwamba Mungu wetu ni mwingi wa rehema. Mungu wetu ni mwingi wa rehema. Mungu huaga na rehema, huaga anafikishia watu wake rehema, anawafikishia fadhili zake. Mungu wetu ni mtu ambaye ni mrahisi kwa kusamehe, anaweza akakusamehe na bado ukarejelee katika kazi ya Mungu na ukafanya kazi ya Mungu. Kwa hivyo nimekuja kukwambia kwamba kubali siku ya leo kufanya kazi ya Mungu, kubali kufanyisha hiyo talanta kazi. Usikubali kuwa mtu ambaye ni fugufugu au haujulikani. Hapa kuna vile ambavyo unataka kukua baridi, unataka kukua moto, lazima ujulikane. Kama wewe ni wa huu ufalme, usipige wale ambao wako katika huu ufalme. Fanya kazi ya Mungu ile ambao uliitiwa ukaweza kufanya. Kumbuka Biblia inasema katika kitabu cha Mathayo ya kwamba for many are called but few are chosen. So mimi sijui kama wewe uko miongoni wa wale ambao wameitwa ama wewe uko miongoni wa wale ambao wamechaguliwa, lakini hakuna kitu kizuri na mimi uishi kusema hivyo kama mtu ambaye amechaguliwa, kwa sababu huyo mtu bado ni wa ufalme. Huyo hawezi kulinganishwa na ule mtu ambaye ni wa kuitwa. Ule mtu ambaye ni wa kuitwa anaweza kosa kuitika. Ni wangapi ambao hawajaokoka ambao wanatazama siku ya leo? Kwa sababu wengi wameitwa, lakini wachache wamechaguliwa, wengine walikataa. Tunajua ile kazi ambayo Yesu Kristo alifanya pale msalabani Kaifari, lakini leo tunaishiki kusema ya kwamba alikufa ni kwa ajili ya dhambi zangu, aliteswa, alipitia yale mateso ni kwa ajili yangu. Kwa ajili yako kafanya nini hata wewe ukaokolewe? Wangapi ambao wanatazama siku ya leo ambao hawajaokolewa? Na hii ndio ile kitu ambayo nasema ya kwamba lazima ujue ile kazi ambayo uliitiwa ukaweza kuifanya. Utakapokubali kuifanya, utaona yale mambo ambayo Mungu atakutendea hapa duniani, na utapata kwamba hata ukitoka katika hii dunia bado Mungu atakupatia zawadi, kwa sababu hivyo ndivyo Biblia inasema. Lakini jua ya kwamba kama wewe uko hapa na wewe unanitazama na unajua kwamba ufanyi ile kazi ambayo nimeamuriwa kufanya, nimekwambia kwamba chunguza njia zako, chunguza mienendo yako.
rejelea ule ushirika wako na muumba wako, na utaona ya kwamba mambo yako itaendelea kuwa mazuri. Kuna watu ambao leo wamenyinyima mambo mengi, wamenyinyima mambo makubwa kwa sababu ya kukosa kuaminika. Na ningetaka ukajiulize, wewe ambao unanitazama, je, umeaminika na hiyo kipawa ambao Mungu amekupatia? Kama wewe ni intercessor, je, unapatikanaga zile siku ambazo intercessor wanapatikanaga kanisani? Siku hizi watu wanasukumiliwa hata kukuja fellowship. Unapata watu wengi wanaendaga sare kwa sababu walipata watu wakienda Jumapili, ulipata wazazi wako wakienda Jumapili. Ningetaka nikwambia kwamba, na uko pale unasema kwamba mimi niliitwa nishikilie kanisa. Utashikiliaje madhabahu? Ili wakati wa watu wanaitwa kanisani waende fasting, wewe hauko pale. Na unasema kwamba umeitwa kama intercessor, utashikiliaje kama muombezi? Kama wewe haufungi wakati watu wengine wanafunga, unangojea tu Sunday ndio ule wakati wewe ni wa praise and worship, ndio unataka kutokea pale mbele upatiwe microphone ukaweza kuongoza. My brother, my sister, mimi ningewaambia turudie muumba wetu, turudie huyu Mungu ambaye ni muumba wetu, tukubali kumrudia. Biblia inasema hivyo, tukubali kumrudia, tuachane na hiyo mambo ambayo tunafanya, tuache kutumikia Mungu vile ambavyo tunatumikia. Nani alisema kwamba kumtumikia Mungu tu ni Sunday? Ili kazi yako unaendaga every day kutoka Monday mpaka Saturday. Na leo ukiambia kwamba unaabudu salamu, taanza kusema hapana, huyo mchungaji, huyo mtumishi wa Mungu ameongea vibaya. Lakini wakati maandiko yanasema kwamba ile amri kubwa, ile amri ambayo ni ya kwanza na ile ambayo ni kubwa sana, ni umpende Mungu ambaye ni muumba wako kwa nguvu zako zote, mali yako yote, mawazo, kila kitu. Umpende Mungu with your strength, with your mind, everything. Na ningetaka uangalie, je, unapenda Mungu wako? Nani yule ambaye anaweza nikaniambia kwamba anapenda Mungu wake? Ili kanisa linapatikanaga tu Sunday. Mimi nasemaga hivi ya kwamba usipoenda kazini uweze kupata mshahara. Usipoenda kufanya ile kazi ambayo Mungu alikuitia, hakuna mshahara. My brother, my sister, hakuna haja tudanganyane. Hakuna mshahara. Na ningependa tuangalie katika kitabu cha Luka 9. Kitabu cha Luka 9. Luka 9:12. Luka 9:12 Biblia inasema kwamba jua lilipokuwa linaanza kutua, wale 12 walimwendea wakamwambia waage watu waende kwenye vijiji na mashamba ya karibu wakajipatia chakula. Tuko katika kitabu cha Luka 19. Luka Luka 19 nilikuwa nasoma 9. That's why nimeangalia nikaona kuna kitu ambacho kiendelea vizuri. Luka 19 mstari wake wa 12 inasema hivi, 12 Biblia inasema hivi ya kwamba Luka 19:12, hivyo akawaambia kulikuwa na mtu mmoja wa ukoo wa kifalme. Huyu ni Yesu anawaambia kwamba kulikuwa na mtu mmoja wa ukoo wa kifalme aliyefanya safari kwenda nchi ya bahari ili apokee madaraka ya ufalme halafu arudi. Basi kabla ya kuondoka aliwaita watumishi wake 10, akawapa kiasi cha fedha kila mmoja na kumwambia, fanyeni nazo biashara mpaka nitakaporudi. Lakini wanaishi wenzake walimshukia, na hivyo wakatuma wajumbe waende wakaseme, hatumtaki huyu atutawale. Huyo mtumishi mashuhuri alirudi nyumbani baada ya kufanywa mfalme, na mara akaamuru wale watumishi aliyowapa zile fedha waitwe ili aweze kujua kila mmoja amepata faida gani. Mtumishi wa kwanza akatokea akasema, mheshimiwa, faida iliyopatikana ni mara 10 ya zile fedha ulizonipa. Naye akamwambia, vyema, wewe ni mtumishi mwema kwa kuwa umekuwa mwaminifu. Angalia, mtu huwa mwema kwa sababu ya kuaminika. Kwa hivyo kama hujaaminika, wewe hauwezi ukakuwa mtu ambaye ni mwaminifu. Na maandiko yanasema ya kwamba mtumishi wa pili akaja akasema, mheshimiwa, faida iliyopatikana ni mara 5 ya zile fedha ulizonipa. Naye akamwambia, pia nayo utakuwa na madaraka juu ya miji 5. Angalia, hawa watu walikuwa wanazawadiwa kulingana na vile ambavyo mtu amefanyisha zawadi yake kazi ama ile talanta. Kwa hivyo hiyo inatuonyesha kwamba atalipwa kulingana na vile mtu atakuwa amefanyisha ile talanta yake kazi. Na maandiko yanasema kwamba mtumishi mwingine akaja akasema, chukua fedha yako, nilificha salama katika kitambaa, kwa maana niliogopa kwa sababu wewe ni mtu mkali. Wewe ni mtu ambaye uchukua yasiyo yako na ushuma ambazo hukupanda. Naye akamwambia, na kuhukumu
kutokana na msemo wako, ewe mtumishi mbaya. Ulijua kwamba mimi ni mtu mkali ambaye hukuchukua yasiyo yangu na kushuma msipopada. Kwa nini basi hukuniweka fedha yangu ya benki, nami ningeichukua pamoja na faida? Baada ya kurudi kwangu hapo baada ya kurudi kwangu hapo, mnyang'anyeni hizo fedha mkampa yule aliyepata faida mara 10. Nao akamwambia, lakini mheshimiwa, huyo ana faida kiasi hicho mara 10. Naye akamwambia, kila aliye na kitu atapewa na kuzidishiwa, lakini yule asiye na kitu, hata kile alicho nacho kitachukuliwa. Sasa kuhusu hayo maadui wangu ambao hawapendi niwe mfalme wao, waleteni hapa mkawaue papa hapa mbele yangu. Angalia, iko inapeana kuhusu mtumii bwana mwingine hapa. Na tutasikia kwamba alikuwa anaenda ile akafanyika kuwa mfalme. Na tunaona kabla hajaenda vile ambavyo aliita wale watumishi wake, akawapatia kila mtu kulingana na ule uwezo alikuwa nayo. Na tunaona huyu ambaye alipatiwa 10 kwa sababu alikuwa na ule uwezo, alienda akafanya faida. Huyu mwingine ambaye alikuwa amepatiwa 5, naye akaenda akafanya kama vile akapata faida zingine 10. Na hivyo ndivyo nimekuja kukwambia ya kwamba leo kubali kuwa uko na faida katika nyumba ya Mungu, uko na faida katika ufalme, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Jaribu kufikia wengi wale ambao utaweza kufikia. Kama ni kuwahubiria, wahubirie. Wacha waseme ya kwamba, wacha ikuwe ya kwamba uliwahubiria ni vile hawakutaka kulishika na kulifanyia kazi ile neno ambalo uliwahubiria. Lakini waambie tu ukweli ya kwamba kuna Mungu ambaye ako juu mbinguni, ambaye ako na haja sana na maisha ya kila mmoja na zile talanta zao, akaweza kuziinua, akaweza kusipeleka bali. Kuna watu ambao wangekuwa hapa, lakini kwa sababu lisinzia haukujielewa, that's why uko mahali hapa katika jina la Yesu Kristo. That's why unaona kwamba huna kazi, kwa sababu kuna mambo ambayo zinastahili ambao haukuweza kuelewa. Kwa hivyo nimekuja kukwambia kwamba ukubali jione usiku wa leo kukua mtu ambaye atakuwa mwema, mtu ambaye atakuwa mwaminifu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kuanzia leo usikubali kuhukumiwa, usikubali kuwa mtu muovu, usikubali kuitwa mtu ambaye sio mwaminifu. Ni vibaya sana wewe kuitwa mtu ambaye sio mwaminifu, kwa sababu kuna talanta ambayo Mungu alikupatia na hujafanyisha kazi. Kwa hivyo nimekuja kukuambia kwamba kubali kufanyisha hiyo talanta kazi. Maandiko yanasema kwamba ule mtu ambaye hakufanyisha alihukumiwa, alinyang'anywa kwanza. Kuna watu ambao wamenyang'anywa mambo makubwa, na hiyo kitu nirudia ya kwamba kuna mtu hapa ambaye anatazama umenyang'anywa mambo makubwa kwa sababu haujakubali kufanyisha ile talanta ambayo uko nayo kazi. Unajua kuna wengine ambao wameajiriwa ili yale ile talanta ambayo wako nayo iko na ule uweza wa kuwatajirisha, lakini kwa sababu hawajajielewa, hawajajua, that's why wanapitia mambo magumu. Kwa hivyo nimekuja kukuambia kwamba kama hutaki kupitia mambo magumu, kubali siku ya leo kusimama, kubali kufanyisha talanta yako kazi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Utakapofanyisha hiyo talanta kazi, utaona yale mambo Mungu atakufanyia. Kwa hivyo kuna Mungu juu mbinguni ambaye ameona kilio chako, ambaye ameona mateso. Sijui kwa nini, na ningependa tunapoenda tukimalizia, ningependa unialikie mahali ambapo huko, uniambie talanta yako ni gani, na uniambie vile ambavyo unafanyisha hiyo talanta kazi katika jina la Yesu Kristo. Kabla sijasoma andiko lingine moja, ningependa tu uniandikie na uniambie ile shida ambayo unakutana nayo wakati ambapo unaenda kufulfill ama kutimiza ama kufanyisha ile talanta yako kazi. Ningependa uniambie, sababu hiyo talanta hiyo ndio maono yako. Na acha nikwambia kwamba ukishajua ile talanta alafu usimame ufanyisha hiyo talanta kazi, kwa hakika kuna watu wameenda bali kwa sababu ya talanta. Kuna watu ambao hawajaenda bali kwa sababu ya masomo, wameenda kwa sababu ya talanta. Zile tu talanta ambazo tutadharau. Kwa hivyo nimekuja kukwambia kwamba fanyisha ile talanta yako kazi kama unataka ukaweze kupata mshahara katika jina la Yesu Kristo. So maono yako itatimia, haijalishi ni nani. Na wewe ambao unasema kwamba unaitwa Virginia kutoka Salani, unaniambia uko ndani sana, may God bless you. So nimekuja kukwambia kwamba talanta yako ama maono yako inaenda kutimia katika jina la Yesu Kristo. Kuna vile ambavyo mtu utamani kukua, na una wengine wako, ni mimi nimeona ndugu yangu ambaye ni mdogo, niona alikuwa na talanta, wakati wowote angeona mtu akicheza keyboard
huyo mtu aondoke hapo. Alikuwa tu anaiguza exactly kama vile ule mtu alikuwa anaguza, na nikakujua hiyo ni talanta. Na wakati ambapo aliendelea kufanya kazi mpaka wa leo huaga bado anafanya kazi. So that's why nasema kuhusu talanta, kwa sababu kuna watu ambao wanaweza wakaenda bali. Kuna watu leo wanakulia kanisani kwa sababu walikubali kufanyisha talanta zao kazi, lakini kuna watu ambao wako kazi kwa sababu hawafanyishi talanta zao kazi. Fanyia Mungu kazi. Ukikubali kufanyia Mungu kazi, naye Mungu atakutendea katika jina la Yesu Kristo. So leo nimekuja kukuambia tufanyishe talanta zetu kazi. Kila mtu afanyishe talanta. Kama wewe ni mchungaji, kama wewe ni mwalimu, kama wewe ni apostle, kama wewe ni evangelist, lazima kama wewe ni prophet, lazima ufanyishe hiyo kazi, uifanyishe kazi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Hakuna vile ambavyo utaniambia kwamba Mungu amekuita, amekupatia talanta, ili hiyo talanta uweze kufanya kazi. Ni gumu. Kuna watu ambao wameajiriwa, ambao hawafai kuwa wameajiriwa, lakini kwa sababu ulipuuza ile talanta ilikuwa ndani yako, that's why unapitia yale mambo ambayo unapitia magumu. Kama ungekuwa umesimama kwa ile talanta ambayo Mungu alikupatia, mimi nimekuja kukwambia kwamba leo saa hii ungekuwa bali katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Haleluya. So nimekuja kukwambia kwamba leo utakapokubali kufanya kazi, kufanyisha hiyo talanta kazi, Mungu anaenda kukubariki zaidi. Mungu anaenda kukuinua katika jina la Yesu Kristo. Haijalishi vile watu walinena kukuhusu, lakini nimekuja kukwambia kuna Mungu juu mbinguni. Kuna Mungu juu mbinguni. Kuna Mungu juu mbinguni. Mungu ambaye anaenda kukutana mahitaji yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Thank you Jesus. Hallelujah. Tuangalie katika kitabu cha Ufunuo. Ufunuo 22. Revelation. Kitabu cha Ufunuo 22:12. Ufunuo 22:12. Yes, thank you Jesus. Maandiko yasema hivi, Ufunuo 12:12. Biblia inasema 12:12. Biblia inasema hivi, akwamba sasa katika kitabu cha Ufunuo 12:12, kwa sababu hiyo furahieni enyi mbingu na vyote vilivyomo ndani yenu, lakini ole wenu nchi na habari, maana Ibilisi amewajieni akiwa na ghadhabu kuu, kwa sababu anajua kwamba siku zake zilizobakia chache. Sikiliza, nirudie tena. Biblia inasema hivi, kwa sababu hiyo furahini enyi mbingu na vyote vilivyomo ndani yenu mbingu. Hallelujah, thank you Jesus. Angalia, Biblia inasema kuhusu, tunaambia kwamba tukaweze kufurahia. Wale ambao wako katika mbingu wakaweza kufurahia, lakini wale ambao tuko hapa, maandiko yanatuambia kwamba thank you Jesus. Biblia inatuambia hapa ya kwamba ate tufurahie sisi ambao, kuna watu ambao sasa hivi wanafurahia. Na maandiko yanasema kwamba furahini enyi mbingu na vyote vilivyomo ndani yenu, lakini ole wenu nchi na bahari. Ole yetu hii nchi ambao tunaishi. Maandiko yanasema hivyo, ole yetu hii nchi na bahari, maana Ibilisi amewajieni akiwa na ghadhabu kuu. Unaona, Ibilisi amekuja ako na ghadhabu, kwa sababu Ibilisi, shetani hatawahi kubali kuona ya kwamba unaendeleza. Kuna wimbo ambao iliimbiwa, ikaibwa, shika sana kile ulicho nacho, ule mwofu asije akatoa taji yako. Na mimi nimekuja kukuambia kwamba shika sana, my brother, my sister, ile talanta ambayo uko nayo, ukubali kuifanyisha kazi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Usijalishwe na yale ambayo unapitia, hayo ni ya muda. Hakuna mambo ambayo inakuwa permanent. Hiyo yote ni ya muda. Na Biblia inasema ya kwamba ole wetu nchi na bahari, maana Ibilisi amewajieni akiwa na ghadhabu kuu, kwa sababu anajua kwamba siku zote zilizobakia ni chache.
Shetani anajua zile siku. Yes. Biblia inasema kwamba shetani anajua kwamba Maria anasema kwa sababu anajua kwamba siku zake zilizobakia ni chache. Kwa hivyo hapa hatuko na ule muda mwingi, hatuko na ule muda ambao ni mrefu. Hivyo ndivyo Biblia inamaanisha ya kwamba hatuko na ule muda mwingi, hatuko na ule muda ambao ni mrefu wa kutimiza yale yote ambayo tunapaswa tukaweza kutimiza. Lakini swali langu ni je, wewe uko na talanta gani? Ni talanta gani ambayo Mungu amekupatia? Na unafanya aje? Unafanya aje ili hiyo talanta ikaweze kutimia? Kwa hivyo lazima ukuwe na kitu ambacho unafanya ili talanta yako ikaweze kutimia katika jina la Yesu Kristo. Ni kwa sababu kuna tuzo, kuna zawadi baada ya hiyo talanta kuifanyisha kazi. Kuna tuzo ambao utapatiwa ukishatoka hapa. So usitazame vile watu wale wengine ambao wanafanya, na usifanye kulingana na ule mtu mwingine. Ujue ya kwamba kila mtu ako na talanta ya ambao ni tofauti, na hata kama zinafanana, hata kama zinaenda kufanana, ni tofauti. Na kwa hivyo wewe umepatiwa kulingana na ule uwezo ambao uko nayo wa kwenda kuifanyisha kazi. Kwa hivyo siku ya leo mimi nimekuomba tusikue fugufugu. Wacha tujulikane, kama ni moto tukue moto, kama ni baridi tukue baridi. Tuache kuwa watu ambao tunaoneana wivu, watu ambao tunainukiana, watu ambao tutakiani mambo mazuri. Mimi nimekuja kuwauliza my brother, my sister, wacha tukatumikie Mungu kupitia ile talanta ambao tumepatiwa, ama vipaji ambazo tumepatiwa, tukakubali kusifanyisha kazi. Washa kufuga huyo muibaji, washa kufuga huyo mshugaji. Hata kama ni wewe ni mshugaji kama mimi, usifuge huyo mshugaji mwenzako. Wewe mshikilie afike mahali ambapo Mungu ataka akaweze kufika. Hata wewe ndiposa ufike hapo, kuna ule mtu ambaye alikushikilia. So tushikilie wale watu ambao wako na maono, ili na hao maono yao ikaweze kutimia katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo mahali popote ulipo, nimekuja kuambia kwamba tushuge zile talanta ambazo tuko nazo, na tusikae tu na hizo talanta kama tutafanyishi kazi, kwa sababu hazitakuwa na faida. Hautalipwa chochote, hauna zawadi, hauna hiyo tuzo. Hauna tuzo kama hautafanyisha ile talanta yako uko nayo, hautapata tuzo. So mimi nimeongea mingi kuhusu talanta na ninaweza nikaendelea zaidi. Lakini sasa mimi swali langu ni hili. Je, wewe ambaye uko pale nyumbani na uendagi kanisani na ufanye kazi ya Mungu, kama Yesu Kristo anaweza karudi kama siku ya leo, nataka ukajiulize ni zawadi gani ambayo unaweza ukapatiwa kwa ile kazi ambayo umefanya. Kumbuka ya kwamba nimesema ya kwamba mtu atavuna chochote ambacho alichopanda. Mimi ni kupanda ninapanda. Hata ukiniona nikiwa nimekuja mahali hapa, mimi ni kupanda ninapanda, na ni lazima nitafuna. Kuna wakati ambapo nitafuna, kukuja tu kuketi hapa hilo lisali moja kukuhubiria wewe na kukuombea, hiyo nitakuja kufuna. Lakini wewe ambaye ufanye chochote katika nyumba ya Mungu, ningetaka ukajiulize utafuna nini, kwa sababu siku ya kufuna itafika. Ni nini ambacho utafuna? Na mtu atafuna kile ambacho alipanda. Kama haukupanda na ulikuwa na uwezo wa kupanda, ujue ya kwamba hautafuna. So ili ukaweza kufuna, unahitaji kupanda. My brother, my sister, uko na kipawa, ni muibaji, mimi nimekualika. Kama una mahali pa kushiriki, njoo pale kanisani ushiriki pale. Uzuri wangu ni ya kwamba mimi ushikilia kila huduma, sababu najua kwamba kupitia kila kipawa ama kipaji ama talanta ndio Mungu atalipa mtu kulingana na vile ambavyo atakuwa amemfanyia kazi. So mimi napenda watu wote wakaweza kufanya kazi. Wewe ni nabii kwa mahali pale, ulikwazwa na mtu, usikae tu hapo. Ni wakati wako wa kuinuka, endelea kufanya kazi ya Mungu. Mimi nakulenea kama mtumishi wa Mungu. Nimekuja kukwambia kwamba usikufe moyo, inuka, kubali kuangaza. Maandiko yanasema kwamba inuka uangaze. Huu ni wakati wako wa kuangaza sasa. Haijalishi ni nani ambaye alikuja akafunikia ile talanta isionekane. Maandiko yanasema kwamba mbegu ya Ngai ndiomaga ona ingĩrangĩrĩrio. Kĩrĩa Ngai ekĩrĩte thĩinĩ waku gĩtingĩũma. Ile kitu ambao Mungu ameweka ndani yako haiwezi ikafanya nini. So may God bless you. May God bless you. Kwa hivyo mahali popote ulipo, ulikuwa unatazama, Mungu wetu akakubariki sana, Mungu wetu akakuinue. Kwa hivyo kwa majina yangu tena nimesema kwamba naitwa Pastor David, Reverend David, na ninahubiri. Mimi ndio mchungaji pale
ninahubiri kanisa la Emmanuel Worship International Ministry, na mimi huaga napatikana. Mimi huaga ninaombea watu mpaka kwa simu, kwa sababu that's my calling and I love my calling. Ninapenda sana wakati ambao nafanya kazi ya Mungu. So niko na nambari yangu ya simu ambayo inaweza kaingia mpaka M-Pesa. Nambari yangu ya simu ni 0720661909. Nitarudia tena, nambari yangu ya simu ni 0720661909. Na naweza kutembelea pale kanisani. Sisi ni watu ambao tunapenda wageni sana. So mahali popote ulipo unaweza kutembelea hapa kwetu kanisani. Kanisa liko hapa Kariobangi North. Tuko opposite PCA. Wale ambao mnaweza toka Thika Road, mtakuja Muwekewe, utafika Lauda. Utafika hapa mahali ambapo kuna petrol station na kuna kanisa ambao ni ya Catholic. Hiyo stage inaitwa 26. Ukifika hapo 26, hautahitaji kuuliza mtu mwingine. Hapo kuna kanisa kubwa sana ambao ni ya Catholic. Sasa utatembea miguu. Ukitembea miguu utapata kanisa ambalo ni ya PCEA. Ukipata kanisa la PCEA, na kuna nyumba nyingine, mjengo mwingine kubwa sana ambao unaitwa Landmark. Mimi niko opposite ya PCEA. Kuna wali ambaye akona wholesale, niko hapo juu. Hapo ndipo huaga ninahubiria. Na ninafanya deliverance. Kama uko na mtu ambaye ni mgonjwa, usione haya kutembelea. Kuja uone yale na uwe mshuhuda wa yale mambo ambao Mungu anatenda. Huaga kutaka kuona mchungaji, huaga naonekana siku kama ya leo pale kanisani kuanzilia saa 2 mpaka saa 6, na Mungu wetu akawabariki. Sio unaweza ukatembelea pale kama unataka one on one, unaweza niona, hautaitisha chochote siku ya Wednesday kama ya leo, na Mungu wetu atatubariki. So nitafurahia sana nikikuona hii Jumapili. Nikikuona umefika pale nitafurahia sana, na Mungu wetu atakutendea. So kama uko na mgonjwa, kama uko na mtu ambaye ametupiwa mapepo, kuja pale nitashuhudia yale mambo Mungu anafanya. So may God bless you. Nataka nikaweza kukuombea mahali huko, nikaombea hiyo kipawa. Hata kama kuna mtu ambaye alifunikia, hiyo kipawa kinaenda kuinuka. Hiyo kipawa kinaenda kufanya kazi tena katika jina la Yesu Kristo. Inaweza kuwa mpaka ulikuwa na ministry. Nimekuja kuelezea habari njema, nimekuletea habari njema ya kwamba hiyo ministry inaenda kufufuka tena, na wewe ukafanya kazi ya Mungu, hiyo talanta ukaifanyia kazi, na Mungu wetu atakubariki. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nimeombea mtazamaji wangu mahali popote alipo Bwana. Jehova Mungu kambariki. Tazama nimenena mengi kuhusu vipawa. Baba, nimenena mengi kuhusu talanta. Ninaomba siku ya leo, Baba, yote ambaye anatazama na ako na talanta, ukainue hiyo talanta katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Maroho yote ya kufuga hiyo talanta, maroho yote ya kuinukia, Jehova Mungu, ili maono yake isikaweze kutimia, ili yasikaweze kufika mahali ambapo Bwana unatamania kaweze kufika. I declare today ya kwamba that spirit is defeated in the mighty name of Jesus. And I declare today ya kwamba kila talanta inaenda sasa kufunguka, inaenda sasa kufanya kazi, inaenda sasa kuinuka katika jina la Yesu Kristo. Wale ambao waliinuka wakakuzuilia, ninakuja kutangaza habari njema ya kwamba katika jina la Yesu Kristo lazima hiyo talanta ikainuke, lazima ukaangaze tena katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Nimekuja Baba, ninaombea huyu mtazamaji nikinena ya kwamba unaenda kumbariki na kumuinua kuanzia siku ya leo, unaenda kumtendea mambo makubwa na mambo ya ajabu. Ni kwa maana wewe ni Mungu. Mungu wangu kawakumbuke mahali popote walipo, wale ambao waliinukiwa. Jehova Mungu ukawakumbuke. Na kama kuna mgonjwa Baba, kama vile ambavyo nimenyosha Baba mikono yangu, ninanena nguvu zako za uponyaji zikaweza kuwafikia mahali popote walipo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ule ambaye amefungiwa gerezani ili asikaweze kutimiza Jehova Mungu maono ambayo alikuwa nayo, ninamuombea kaweza kumkumbuka katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Wale ambao wako hospitalini Baba, ninanena uponyaji ili wakainuke tena na kuangaza katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, ili wakaweze kufanyisha zile talanta ambazo uliwapatia kazi katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunaitisha msamaha, tunakataa usitunyang'anye zile talanta ambazo umetubariki nazo, na tunaomba Bwana ukazidi kutuneemesha ili Baba zile talanta zikazidi Baba Jehova Mungu kung'aa, zikazidi Baba kuonekana katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunaomba ya kwamba Mungu
Baba ukaweza kutubariki na kutuinua zaidi Baba, tukaweza kuongezeka katika ufalme katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimewaambia kila mmoja aliyekuwa anatazama, wale ambao wanalipenda, Mungu wangu ukawabariki, ukawainue, ukawatendee mema. Wale ambao wanalia biashara, Baba ukainue hizo biashara katika jina la Yesu Kristo. Baba wabariki na ukatendee mema, na ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na hata kuamini. Amen, amen, amen. So shalom, shalom, shalom. Amani ya Mungu iwe pamoja nanyi. Amen.